asifiwe. Ndugu zangu wa Kristo, ni Jumapili nyingine tena, siku ya kwanza ya juma, siku ambayo kama Wakristo watakatifu wa Mungu tulioitwa kwa jina lake tunakuja kukutana na Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakula na kunywa pamoja naye, tunapokea maonyo, tunakwenda kulisifu jina lake, tunapata elimu kutoka kwake, tunaweza kujua usahihi wa kuishi ili kusudi twende kuingia mbinguni siku ya mwisho. Kwa kuwa tamaa yetu na nia yetu siku zote tumekuwa tukimwomba Mungu atujalie siku ya mwisho atukumbuke katika ufalme wake, ili twende tukakae pamoja naye, pamoja na malaika wa mbinguni, tuweze kwenda kufurahi furaha tuliyoikosa katika ulimwengu huu. Ujumbe wetu utakao kwenda kusindikiza somo hili la asubuhi unatoka katika Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mtumishi Yohana. Tutasoma sura ile ya 17, lakini pia tutasoma kidogo sura ya 16 kwa kiasi chake. Sura ya 17 mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 3 tunamsikia Bwana wetu Yesu Kristo anasema maneno hayo. Aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Bwana apewe sifa. Amina. Mungu anatukumbusha yale ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani alitutia moyo, alitujenga kiimani, alitufanya tujue wajibu wetu tunapoishi hapa duniani, alituondoa kuwa sehemu ya ulimwengu huu, akatufanya kuwa sehemu ya ufalme wa mbinguni. Tangu hapa sasa tukae tukijua kwamba hatuna mji udumuo katika ulimwengu huu, isipokuwa makazi yetu ya milele yako mbinguni na sio hapa. Kwa tunapopata kujua kwamba hatuna mji udumuo hapa duniani na makazi yetu yapo kule mbinguni kwenye uzima wa milele, maana jukumu letu kubwa kama Wakristo ni kutafuta namna bora ya kuingia mbinguni, ili kusudi tusiunganishwe na ulimwengu huu tukaja kupotea siku ya mwisho. Kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo ametuchagua kwa ridhaa yake, ili kusudi atupatie uzima wa milele. Nasema uzima wa milele ni huu, tumjue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa. Lakini alizidi kutuambia wakati ule alipokuwa akiongea na wanafunzi wake. Tunaposoma sura hiyo hiyo ya 17 mstari wa 14 mpaka ule wa 19, ili kusudi kututia moyo, ili kusudi kutujenga, ili kusudi kutufanya tusitaharuki, ili kutufanya tusishangae, ili kutufanya tusiogope, ili kutufanya tujue. Anasema katika mstari wa 14 mpaka ule wa 19. Mstari wa 14 mpaka 19 anasema, mimi nimewapa neno lako. Yesu anaongea moja kwa moja na mbingu. Anasema, mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao sio wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo na watuma hao ulimwenguni, na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. Bwana apewe sifa. Amen. Nimewapa neno lako. Yesu Kristo anaongea kabla ya kurudi katika utukufu wake, utukufu ule aliokuwa nao kabla ya ulimwengu kuumbwa. Anasema sasa katika mwili kama huu
Anasema hawa watu ambao nimewachukua, nimewachagua, nimewaita katika ufalme wako, Baba. Anasema baada ya kuwachagua na kuwafanya kuwa wana wa ufalme, anasema ulimwengu umewachukia. Ulimwengu hautataka kushirikiana nao. Ulimwengu hautawapenda. Ulimwengu utawatenga. Ulimwengu hautakuwa pamoja nao, na wao hawatakuwa pamoja na ulimwengu. Maana sasa nawatuma kama wewe ulivyonituma, nawatuma huko ulimwenguni. Kule watakemea maovu, watu hawatapenda. Kule watawaonya watu, watawakasirikia. Kule watawaambia watu msiue, watu watachukia. Kule watawaambia watu msiwateke watu, watakasirika wale watakaonyoshewa kidole kwa tatizo hili la kuteka. Yesu anasema uwalinde kwa ile kweli, uwatakase kwa ile kweli, uwalinde kwa sababu ulimwengu hautawapenda. Bwana apewe sifa. Amen. Katika ulimwengu huu, wewe kama Mkristo, mimi kama Mkristo, tunaweza kujifunza kutoka kwa Kristo kwamba ulimwengu unatuchukia kwa jinsi ipi, nasi tunaweza kuona. Katika ulimwengu huu wa Kristo si watu wenye raha katika ulimwengu huu. Wakristo si watu wenye kustawi katika ulimwengu huu. Wakristo ulimwengu umewachukia, na ndio maana utakuta kama Mkristo ni vigumu sana kufanikisha katika mambo ya ulimwengu huu. Ni vigumu sana kufanikiwa kwa sababu ulimwengu tayari umekwisha kuchukia. Amesema Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio maana utakuta kuna kazi ngumu kama Mkristo kuitwa kwenye ajira. Hata kama umekwenda shule, kuna kazi ngumu kuitwa kwenye ajira kama Mkristo. Na iwapo utaitwa katika ajira kama Mkristo, changamoto zinakuwepo. Ni vigumu sana kwa Mkristo kuanzisha jambo lako likastawi kwa sababu ulimwengu unakuchukia. Na tunapozungumzia ulimwengu, tunazungumzia wanadamu, tunazungumzia watu. Dunia ni watu, ulimwengu ni watu. Hao ndio ambao wameambiwa kwamba watawachukia watoto wa Mungu. Leo ukianzisha biashara Mkristo, walimwengu hawaji kununua. Hiki ndicho anachozungumza Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ukiwa katika kazi za ulimwengu huu, unafanya ili kujipatia riziki, fitina inakuwepo kwa sababu ulimwengu umepewa jukumu la kukuchukia wewe ili kusudi usije ukawa mmoja kati ya watu wa ulimwengu. Ndio maana tunakuwa na mashaka na wale ambao wanapokwenda kukutana na changamoto za ulimwengu huu, wanakimbia hizo changamoto kwa kwenda kuombewa ili kusudi ziwatoke. Katika ulimwengu wa kuingia mbinguni sio lele mama, sio mchezo. Ulimwengu huu tunapokwenda kutafuta kwenda mbinguni, lazima tutakwenda kukutana na vikwazo. Lazima tutakwenda kuiona michongoma na miiba. Afya zetu zitatingishwa, kazi zetu zitatingishwa, biashara zetu zitatingishwa, wakati mwingine zitakataliwa na ulimwengu huu ili zisifanyike. Na ndio maana utakuta asilimia kubwa ya Wakristo kweli wamekuwa wakitembea humo. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo ametuambia kabla tutakapokwenda kuyaona hayo, hivyo kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikwisha tangulia kusema, wala yasituogopeshe wala yasitutishe, kwa kuwa huko mbinguni hatutaingia kirahisi. Watu wanafikiri mbinguni tutakwenda kirahisi. Mbinguni hatutakwenda kirahisi. Mbinguni tutakwenda kwa dhiki nyingi, huku tukijua kabisa kwamba tutashinda njaa, tutalala njaa, tutakosa tunachokitafuta. Yale mema ya dunia hii tutayatafuta kwa nguvu, wala tusiyapate. Na Yesu kwa amekushatujulisha, hatuna haja ya kutumia nguvu kubwa ili kwenda kuyaendea haya. Tuna haja ya kukubali. Tunapokwenda kuyaona yakitukia hayo, tuna haja ya kuyapokea kwa kuwa Bwana mkubwa amekushasema. Wasio wa Kristo, hatusemi kwamba hawapiti kwenye matatizo. Wale wasio wa Kristo wapo, kwa maana nao pia tunaweza kuwaona wale ambao hawajaokoka wanapitia kwenye matatizo. Lakini katika kanisa la Kristo tunatofautiana na watu wa ulimwengu huu
kwa sababu watu wa ulimwengu huu wanaweza kuwa na njia mbadala. Ndio maana tunaweza kuona wasio wa Kristo wanaweza kuamua wanapokwenda kukutana na changamoto za kukosa, tunaweza kuona wakiiba. Watu wa ulimwengu huu tunaweza kuona wakifanya biashara haramu, watu wa ulimwengu huu, sababu ya kutafuta njia mbadala ili kusudi wapate nafuu. Tunaweza kuona wakienda kwa waganga ili kusudi waweze kupata nafuu. Tunaweza kuona wakienda kuomba kwa wafu ili kusudi wapate nafuu. Tunaweza kuona wakidhulumu ili kusudi wapate nafuu. Tunaweza kuona wakiwashtaki watu kwa uongo ili kusudi wapate nafuu. Tunaweza kuona wakinyang'anya ili kusudi wapate nafuu. Tunaweza kuwaona wakidhulumu ili kusudi wapate nafuu. Tunaweza kuona wakiwafunga watu ili kusudi wapate nafuu. Tunaweza kuona wakitumia njia ambazo Mungu hakusema mahali popote tuzitumie ili kupata nafuu. Manake jiulize, mtu gani mwenye akili baada ya kuona maisha yake yanayumba akaenda kwenye kaburi la babu yake, kwenye kaburi la baba yake, kwenye makaburi ya mababu, akaenda kusema shida zake, akaenda kutoa sadaka? Kuna shida. Watu wa ulimwengu huu wanazo njia zao, lakini changamoto zinazokwenda kukutana na Wakristo, kwa sababu ukiona dhiki inakufuata ni kwa sababu, ukiona mambo yako yanakwama ni kwa sababu, unataka kwenda mahali fulani nauli unakosa ni kwa sababu, unataka kuanzisha biashara inakataa ni kwa sababu, na mambo mengine yanayofanana na hayo ni kwa sababu, afya yako haitengemai ni kwa sababu. Bwana mkubwa amekwisha sema mbele, ulimwenguni tunayo dhiki, nasi tunapaswa kuishinda hiyo dhiki ili kusudi tupate kwenda kuingia mbinguni. Hatutaingia kimchezo pamoja na kumtumikia Mungu, lakini nyayo alizokanyaga Yesu Kristo nasi tunakwenda kukanyaga nyayo hizo. Anasema ulimwengu hukumpenda na Yesu Kristo. Anasema na walionifuata mimi ulimwengu hautawakubali. Yaani manake ni watu wale. Kizazi kile cha kina Kaini kipo mpaka leo. Kizazi kile cha Herode kipo mpaka leo. Kizazi cha Pilato kipo mpaka leo. Kizazi cha wanyang'anyi kipo mpaka leo. Ndivyo hivyo vinakwenda kuwatesa watu wa Mungu leo. Watu wenye kupenda haki, watu wenye kusema kweli wamechukiwa na ulimwengu huu. Wamechukiwa na ulimwengu. Sisi tumeambiwa katika sura ile ya 16 mstari wa 32 mpaka 33, neno la Mungu linasema 32 mpaka 33, neno la Mungu linasema, tazama saa yaja, nami nimekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yuko pamoja nami. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu huu. Sema katika dunia hii, anasema mtakutana na dhiki nyingi. Anawaambia wanafunzi wake, ambaye msifikirie ni mchezo kuingia mbinguni, lakini kuweni na amani. Sasa mjapo yaona yale yenye kuchukiza, kuweni na amani, kwa sababu ulimwenguni nayo dhiki. Nami nimekwisha tangulia mbele kusema kwamba ninyi ulimwengu hautawapenda, ninyi ulimwengu utawadharau, ninyi mtakuwa tamasha katika ulimwengu huu, ninyi mtachukiwa na ulimwengu huu. Nasema kuweni na amani, kwa sababu mbingu ni za kwenu. Ninyi nimewakaribisha mbinguni, dunia imekasirika. Ninyi nimewapa kukaa pamoja nami siku ya mwisho, dunia imekasirika. Ninyi nimewapa kufurahi pamoja na malaika zangu, dunia imekasirika. Usione dunia inakukasirikia ukafikiria ni hivi tu. Dunia haiwezi kukasirikia wewe usiye na kitu. Dunia inamkasirikia mtu mwenye kitu. Bwana mkubwa amekukaribisha. Mbinguni sio kwa mchezo. Mbinguni utakwenda kuishi milele. Mbinguni utakwenda kuwaona malaika. Mbinguni utakwenda kuwaona watakatifu. Si jambo la mchezo. Lazima ununue. Lazima ugharamie. Lazima ugharamie.
na ndio maana vikwazo haviondoki kwa Wakristo, na ndio maana dhiki haziishi kwa Wakristo, na ndio maana taabu haiishi kwa Wakristo. Sio mchezo kwenda mbinguni. Dunia imekasirika. Bwana apewe sifa. Kaa ukijua dunia imekukasirikia, kisa kwa sababu umekaribishwa. Ukakae pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, ukakae pamoja na malaika, ukakae pamoja na watakatifu wengine, ukauone uso wake. Dunia imekasirika. Dunia imekasirika. Mimi najua dunia imenikasirikia. Wewe unajua dunia imekukasirikia. Usiogope. Usiogope, maana Mungu amekuchagua. Usitishike, maana Mungu amekuchagua. Ukiona limekuja, lipokee kwa amani. Ukiona limekuja, furahi, sema mimi ni mmoja wapo. Ili lisingekuja kama mimi ningekuwa wa dunia hii. Watu wa dunia hii wanapetipetiwa. Watu wa dunia hii wakiiba wanasifiwa. Watu wa dunia hii wakinyang'anya wanasifiwa. Wakilaumu wanasifiwa. Waudhi watu wanasifiwa. Wakiiba wanatetewa. Tumeona watu wa dunia hii wakifurahia mambo mabaya. Juzi hapa nimeona kanisa moja limefungiwa huko. Baada ya kufungiwa, nilipokuwa nikitazama posti mbalimbali, comment mbalimbali, eti watu wanamshambulia aliyefungiwa kanisa. Mtu aliyefungiwa kanisa ameonya juu ya watu kutekwa, eti watu wanamshambulia. Ameonya juu ya watu kufa, eti watu wanamshambulia. Nikajiuliza, dunia inakwenda wapi? Huyu aliyeonya watu kuuawa amekusaidia na wewe usife. Wewe unayetuma comment ambazo hazina maana, unakwenda kumshambulia mtu aliyezuia usiuawe, unakwenda kumshambulia, unasema ameyataka. Ndugu zangu wa Kristo, sisi ni wa Kristo, tusishabikie mauti, tusishabikie. Ni waombe wa Kristo, tusishabikie mauti. Twende tukamshukuru Mungu, twende tukamwombe Mungu ili yale ambayo shetani anatamani yakatawale katika nchi hii yakakome kwa jina la Yesu, yakaishe kwa jina la Yesu. Nasi tukae tukimwomba Mungu ili Mungu akayamalize, tuwe na amani, tupate viongozi wapenda haki. Na mimi binafsi namwomba Mungu wangu wa mbinguni akawakemee kwa jina la Yesu wale wote wanaopenda kufa, kuua. Mungu akawakemee. Mungu akalipatie taifa letu viongozi wema. Mungu akalipatie taifa letu viongozi wanaopenda haki. Mungu akalipatie taifa letu viongozi wanaompenda Mungu, viongozi wanaomwogopa Mungu, viongozi watakao tulinda sisi tupate kuwa hai, viongozi watakaye kwenda kusikiliza maonyo ili kuliponya taifa. Mungu abariki neno lake.